ambayo inakuwa pole pole. Haijalishi ulitegewa mtego gani, haijalishi ulikula sumu, haijalishi watu wamekusema, haijalishi watu wameningoneka, haijalishi ni kitu gani kimekupata, haijalishi ni nini iko mbele yako, haijalishi ni nini litokelezea nyuma yako. Hata kama ni historia, uko na historia mbaya, watu wanasema huyu mwanamke huyu, yani umepata ndugu wa kukuoa, anataka kukuoa, lakini historia yako ya nyuma ni chafu. Watu wanasema alikuwa kahaba, alikuwa malaya, uko na watoto karibu 5, alikuwa sijui hivi, hawezi oleka. My friend, Yesu anasema hiyo mzigo nipatie mimi. Najua kusafisha majina ya watu. Ninajua hiyo mzigo ya jina mbaya, ninajua kusafisha. Kwa nini ninakuambia hivyo? Mungu anajua kusafisha, anasema umpatie yeye. Biblia inasema Yesu alienda kisimani, akiwa amekaa pale, mwanamke kahaba akakuja, anaanza kuteka maji. Yesu anamwambia nipatie maji ya kunywa. Anamwambia Yesu, wewe sisi na Wayahudi tujangamani, nitakupatia maji. Akamwambia I wish ungejua anayekuomba maji ya kunywa, ungemuomba maji ya uzima. Akamwambia haya maji utatoa wapi? Utatekana nini? Wewe ishimo. Tulijungana historia ndefu, lakini baadaye Yesu akamwambia nenda ukaite waume wako. Akasema sina. Na Yesu akamwambia hata yule ambaye uko na yeye sio wako. Unaona, mara that jina inabadilika, jina linaanza kubadilika. Aliyekuwa kahaba aliposikia hiyo habari, Biblia inasema alirudi mjini, akaenda kuambia watu njooni. Hapa Yesu pia anasema njooni wenye shida. Huko mama anasema njooni mkaje mkamuone yule mtu ambaye aliniambia siri zangu, aliyeniambia ninadabsiri na ninaona ni yeye ni nabii, Masia. Mwanamke kahaba akageuka kuanza kuhubiri injili. Haijalishi jina lako limechafuka aje, wewe rafiki, hiyo isikusumbue. Yesu anasema leta kwake. Hataki kujua wewe ni mchawi kiwango gani, leta. Kuna mama pia ambaye ni kahaba. Biblia inasema wakati Musa alituma na kina Yoshua kwenda kuspy